Shadrach, Meshach and Abednego, and especially Daniel himself, na Daniel bwekomo in the face of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, he did all that he did because the Spirit of God was in him. Agakora ayu akorete singenjo muikonya sae no The lenge. first patriarch by the name Abraham, of course, who God gave him the Spirit of God, who gave him the promise. The Bible confirms the Spirit of God was in him. Genesis chapter 41 verse 38. Genesis 41 verse 38. A man in whom the Spirit of God is. So the blessing of Abraham and the promise of the Spirit were always bestowed upon those who believed God. So the Spirit may have been sparingly imparted. These never avoided the same work of the Spirit in the Old Testament. When we look at the book of Churches, we have different churches who are mentioned there. God himself rose several churches to redeem the Israelites. But all these churches were able to perform their duties because the Spirit of God lived in them. Because they were inspired by the Spirit. I talked about the prophets. The Bible said the Spirit of God inspired the prophets so that they were able to write scriptures. For example, the man by the name Moses. The Bible is the one who wrote the first 5 books. Where was he when God was creating the earth? He was not even existing. But later, because the Spirit of God was on him, he was able to write those books. Through the Spirit of God, God showed him how the earth was created. God gave him integrity. God gave him wisdom. God gave him knowledge. That he wrote those books because the Spirit of God was. The man by the name David was endowed with these special office gifts. That's why he was able to fulfill his functions as a king. Or otherwise, he couldn't. He played several roles which an ordinary man with the Spirit of God could not do. And even when they came to look for a king, the prophet of God looked upon all sons of Jesse. He said, there is one more whom you have not brought. The Bible says there is just one small boy in the fields. When he was brought, as much as he was more and a shepherd, this was the man. It's because the Spirit of God was in him. That's why in the book of Psalms chapter 139, that's where David says, where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? Psalms chapter 51 verse 11. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Because David knew it is the Spirit of God that could teach him to do the will of the Lord. When your God remains your God, the Spirit of God will be in you. He's the one to lead you to live a righteous life in the land of
corruption. Katika nchi ambayo imeharibika. Even the man servant by the name Paul, hata Paulo pia, he still quotes na baada anasema David in the book of what David said in the book of Psalms chapter 116 verses 10. Anasema katika Zaburi 116 fungu la 10. Somebody read. Mtu asome Zaburi 116:10. I believe, therefore have I spoken, I was greatly afflicted. I said in my haste, I was greatly uplifted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all the benefits towards me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Those are the benefits of the Holy Spirit. That's why Paul says, and since we have the same spirit of faith, kwa sababu tunaye roho wa that is the imani. book of 2 Corinthians 4 verse 13. Wakorintho wa pili 4:13. According to what is written, kwa kumjibu ya yale ambayo yameandikwa, and therefore I spoke. I believe and therefore I spoke. Nikaamini na pia nami We nikazungumza. also believe and therefore speak. Na sisi pia tunaamini The na same tunazungumza. spirit of faith in the Old Testament and in the New Testament, Mtakatifu aliyemkuwepo katika Agano la Kale na Agano in the book Jipya. of Proverbs chapter 1 verse 23. Methali 1:23. Can somebody read? Tutasoma. Proverbs chapter 1 verse 23. Methali 1:23. What does the wise man say? Turn you at my reproof. Turn you at my rebuke. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words. I will make my words known to you. Utafanya maneno yangu So yajulikane such a pouring out of the Spirit ukimwaga roho wako is uncommon for those seeking the truth. ni la kawaida kwa wale ambao wanatafuta. That's why the prophets had a great amount of because the prophets had a great amount of the Holy Spirit. Kwa sababu manabii walikuwa na They Roho were Mtakatifu, able to prophesy. walikuwa na uwezo wa They were able to rebuke the Israelites walikuwa na uwezo wa till kukanya God restored his spirits to the Israelites again. mpaka tena Mungu akawajaza na roho wake So Mtakatifu. at the Gospels, in the when you look at the Gospels, ukiangalia katika Injili, the Spirit of God is shown again. Roho Mtakatifu baada anaonyeshwa Right from the path of Jesus Christ. kupitia kwa uzaliwa kwa Yesu Kristo. What does the Bible say about Jesus the Messiah? Biblia inasema kumuhusu nini How Messiah? did Mary get pregnant? Mary alipata ujauzito namna gani? By? Kupitia? Are you there? By the Holy Spirit. Kupitia kwa Roho Mtakatifu. And during his baptism, kupitia kwa ubatizo wake, what happened again? nini ilifanyika? Something came in a form of the Spirit of God and said, this is mine. Ikasema huyu ni. And during his temptations, what happened again? Majaribu nini ilitendeka? Are you here, sons and daughters of God? Tuko hapa kweli. We are on Bible study. Tuko katika mafundisho ya Biblia. In other words, Jesus Christ himself, the Messiah, Yesu Kristo mwenyewe Messiah, who is the Redeemer, ambaye ni mwokozi, still also relied on the power of the Spirit bado alikuwa anategemea uwezo wa Roho that was given him by God himself, ambaye alipewa na Mungu mwenyewe, that made him to serve in a bigger and greater degree, na ikamfanya afanye kazi kwa kiwango kikubwa. From the path of John the Baptist, kupitia kwa njia ya Yohana from the path of John, he was filled with the Spirit of God, alijazwa na Roho right Mtakatifu from her mother's womb. Tangu awe katika utumwa John wa the baba Baptist, mama who yake. was the forerunner of God. Yeye ndiye alitangulia njia. You can testify this as well from the scriptures. Unaweza soma vizuri kutoka kwa maandiko. You know those old people like Elizabeth, Zachariah and Simon, wale ambao wakina Elizabeth, who were there when Christ was born, walikuwepo wakati Yesu alizaliwa, because they were filled with the Holy Spirit, kwa sababu walijazwa na Roho Mtakatifu. They were able to know surely this is the Son of God. Walikuwa na uhakika kujua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. This is the Son of God. Wakaamua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Even in these last days of earth, hata nyakati hizi
hizi za mwisho, men and women of the God who are filled with the Spirit of God, akina mama na akina baba ambao wamejazwa na apart Roho from reading Mtakatifu, scriptures and kando na knowing kusoma the signs maandiko of the end, na kujua ishara za mwisho, till they can foretell, bado till watasema, they can foresee, bado wataona till mbele, they can have a rather elaboration watajua watang'amua that zaidi, we are in the end of the times. watajua tuko katika majira na nyakati ya mwisho. I just want to free the apostle by the name Paul. Nataka kumwangalia mwinjilisti Paulo. The book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Wakorintho wa pili 3:17. In fact, in all his epistles, katika mabarua yake yote, Paul demonstrates Paul anaonyesha he demonstrates how the person of the Holy Spirit works. Anaonyesha namna Roho Mtakatifu anafanya Paul kazi. draws this attention Paul analeta wazo to the hili reality that Christ and the Spirit work together for the good of the church and the glory of God. kwamba Roho Mtakatifu wanafanya kazi kwa ajili ya huduma. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Wakorintho wa pili 3:17. Now the Lord is that Spirit. Now the Lord is that Spirit. Basi Bwana ndiye Roho. And where the Spirit of the Lord is, where the Spirit of the Lord is, walakini alipo Roho wa Bwana, there is liberty. Oh, there is liberty. Hapo ndipo penye uhuru. So Paul confirms, Paulo anathibitisha, where there is the Spirit of God, mahali kuna Roho there Mtakatifu is liberty. kuna uhuru. Romans chapter 8 verse 9. Warumi 8, What does Paul speak about the Spirit of God in the scripture? anazungumza nini kuhusu Roho huyu? 8 verse 9. Warumi 8:9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. You are not in the flesh, but in the Spirit. Toli ase chinyama kolende asomoika. If so be that the Spirit of God dwell in you. Onyekere boigo omoiko Nyasaye omenye ino. Now if any man have not the Spirit of Christ, onye montonde bwensi tabwati omoiko Nyasaye, he is none of his. Karioye. And if Christ, No, just to stop there. Now listen, sons and daughters of God. Tegerera banchani. We only remain sons and daughters of God when the Spirit Igotogo tigara koba abana ba Nyasaye ekero omoika is in us. omenye time yaitu. He will give us power Nato chinguru to overcome the desires of the flesh. gwete kubua okugani kwa mubiri. Are you there, sons and daughters? Ntoro abanchi. We know the desires of the flesh. Ndomanyete okamugani They mubiri. are the ones that lead people to sin. Na bibi kogera abantu bakore bibi. Because our flesh, Isenge njomo beroyo. literally, it is evil. Igore we bibi. It is unless the Spirit of God dwells in a man, woman, or child, Igore we bibi onyelio komo ikonye sai go he komenye is bitu. not able to do the will of God. Toko nyara go koro gwanje kwa Now let me Nyasaye. tell you, you cannot rely on your mind, wisdom, and knowledge Toko rengera ria se birengera to bia oni do tisemi the chao. will of God. Elindo kore ogwanje kwa That's Nyasaye. what Paul said. That's what Paul says. Na kige kogera Paula go The tema. more I try to do what is good, Bunango tema go kora yara the maya. more I find myself away and Na astray. ingo nyora nchiete kake kura sobo subwa That's Nyasaye. why he tells us, invite the Spirit of God to dwell in you, Na kiago to teba rito chiko mo so ikonya that sa he gives you power Elindo to mo chinguru. to overcome the desires of the flesh. Tobue amaganio yo mobero yo Are inga. you getting, sons and daughters of God? Ngonyora tora The magana. Spirit of God Omo ikonya sai. will give you power Na ora to to chinguru. interpret Go bwata mali and kubuyana ko. understand the scriptures. Na ande to ya igubu ya The mali. scriptures themselves Amalika ya manyene. are written by men and women who were inspired by the Holy Spirit of God. Gari kire na basacha na It bakubu is bachire the no same moika. Holy Spirit of God Omoiko yo machenu that noro. will lead you to interpret the scripture and Nande understand norora gere to soma them. malika ya nande to ya igubu ya. It is not about theological studies. Daria mangana yo ko soma ba theology. It is not lying
under prophets and maybe servants of the Lord is to invite the Spirit of God to give you the power to interpret the scriptures of the Lord. The Spirit of the Lord will also show you when doom is coming. I had this experience in one of the churches sometimes. They did a fundraising. They raised some good money. Their chief guest who came, he came with a good amount of money, but not in cash. This money was in form of checks. He gave them promises that I will employ children amongst you. I will employ children amongst you. Because he works in a big company. And I said, I have offered myself to employ 2 children amongst you. Then he asked members, who are they? They gave 2 children to be employed by him. After the collection of the day, this gentleman said, I have an emergency. I want the money that you have collected in cash. You give them to me. I also write you a check. And then the church board sat to talk about it. Then one woman said, don't do it. I feel in me something is wrong with our chief guest. Please don't. You know what happened? All the elders and all other church board members, this man has already promised to employ 2 of our children. Outside the church, you can see he has a very good Land Rover. You woman, keep quiet. Oh, so they accepted. He gave them the money they collected in cash. He wrote them in check. He wrote them a check. You know what happened in the church? Some of the members of the church again followed that man. They told him, how can you also employ my child? The man told them that you can get me 100,000 shillings. Maybe I can talk to our bosses, so they do. On that single Sabbath, he collected more than 500,000 from church members in cash. Now when Monday came, the elder, the church treasurer, and the clerk, they went with the checks in the bank. They were told these are fake checks. They didn't believe it. There was one woman in the church who had the Spirit of God and told them, don't do it. But what did they do? They assumed. They saw him to be foolish. The Spirit of God had refilled in with them. He took time to explain that all of these men and women saw it was rubbish. Later the church was in pieces. Now let me do my last 2 portions. The Spirit of God teaches. The book of chapter 14 verse 26. The book of John chapter 14 verse 26. The Spirit of God guides. The Spirit of God glorifies Christ. The Spirit of God glorifies Christ.
Yesu Kristo. Can somebody read the book of John verse 14:26? John Yohana 14:26. The Spirit of God teaches. Roho wa Mungu anafundisha. Can somebody read? Utasome. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. He shall teach you all things. Atawafundisha yote. And bring all things to your remembrance. He will guide you. When you need, you will refer. He will bring them to your remembrance. All the times we come to the camp meetings for in-reach programs. We are given powerful teachings. We are given powerful sermons. Lo and behold, sometimes we forget. In God, He will give us the Spirit. He will remind us so that we are able to refer. We are able to refer. Oh, time is gone. Now listen to this as my last two statements about the Spirit of God. When the Spirit of God inhabits in a man, the whole man is renewed. You know, there are some people whom we refer as sinners. And we think they cannot change. But this one has happened. If Paul himself, before he was converted, who persecuted the whole church, when God approached on him, the Spirit of God was in him. He converted him wholly. He converted him holy. Just imagine when God comes second time. And then this man's servant by the name Stephen. Then he will find also Paul in heaven. What do you think Stephen will say? Because Paul contributed to the death of Stephen. But because the Spirit of God again was on Paul, he was converted. That is what the Spirit of God does. It doesn't matter the depth of a sinner. The Spirit of God will change him. He will renew him. He will be a new creature. That's why the Bible says that we are now adopted sons and daughters of God. Because it's by the Spirit of God who is sovereign who cleanses us. So the Spirit of God enables regenerated Christians to discern good from evil or sin from holiness. He disposes the mind of Christians to accept the truth and to know what the scriptures contain. In other words, the Spirit of God aids members to expound scriptures in order to apply those scriptures in our daily life. In other words, for us to study our Bibles well, we need the power of the Spirit who will expound these scriptures so that they become relevant to us, so that we are able to apply them. Just as the early church, we also need the Spirit of God. You know what happened to the early church? As much as they talked in tongues, they were able to interpret. Leave alone the current talking of tongues. People talk and what they cannot interpret, not even themselves understand. Yet the church of God had power. In one preaching, 3,000 people.
Men and women of God in the early church did miracles more than Jesus himself did. People who were dead, who were risen, they even sent their handkerchiefs. People touched them and they got healed. This is because the Spirit of God was in him. How I pray that we also discern the power of the Spirit, so that it is in and on us, so that we are to be able effective evangelists in these last days. May God bless us in Jesus' name. Can we rise up for a word of prayer? Thank you, Lord, because you always talk to us. We thank you so much for the gift of the Holy Spirit. For sure, he is still moving on earth today. And even today, he is moving amidst us. Help us to accept him because he's the chief comforter. He's the chief teacher. He's the chief advisor. Lord, we need him much more than yesterday. Through the Holy Spirit, Lord, we know that we are able to discern our old ways of staying, so that we are able to live in holy lives. We need him, both young and old. We need him as a church. Lord, may you bestow him in our hearts, for we pray in Jesus' name. Amen. Number 4. Jambo, naomba tusimame tafadhali. Tumekaa sana tangu asubuhi. Hebu tusimame wote. Tutenene anyamobero kwa olebuya. Basi hebu natuombe. Takatifu Mungu wa mbingu na nchi, tunakushukuru na kuhimidi jina lako. Asante kwa ulinzi wako mwema ambao umedirisha katika maisha ya kila mmoja wetu tangia jana jioni
na umetulinda usiku kuja, na umeona ni vizuri tumeweza kufika katika asubuhi hii. Tunapoenda tena kukusifu kupitia kwa njia ya vitabu, tuomba mbingu ishuke ishiriki pamoja nasi. Penzi yako tendeke sasa na hata milele, katika jina safi la Yesu Kristo Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amen. Nambari 62 Kiswahili, tusimame. Tindate wa Mwisaranse. Nabata yumotenene, nabata Mwisaranse. Nambari 62 Kiswahili. Napenda kitabu chake kilichotoka mbinguni, barua kwangu ya Bwana, ujumbe wake wa pendo. Umo ndani ya kitabu, sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa waya zake za Mwokozi. Naomba tuketi sasa. Ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji? Karibu. Ni hata bere lietali haya, ni ana lietora igulio giri haya. Wapenzi wa Bwana, tena na wasalimu asubuhi ya leo. Hamjambo? Hamjambo tena. Hii kitu haiongei. Kitu tukunayo haiongei. Na wasalimu kwa jina lake Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Unajua ubaya wa Adventista, hata wakipewa salamu huwa wananungunika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa at least we can say that there is a church here. Now tumefika wakati mwingine wa kuleta ujumbe kwa njia ya vitabu. Mada ama neno kubwa ambalo linaendeza makambi haya ya mwaka huu linasema kwamba Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Get involved. Yes, huwa tunasema sana kwa kusema, lakini kwa hiyo ingine ya kusema get involved, hapo hatumo, si ndio? Hapo hatumo. We will be saying Jesus is coming soon, but when it comes to getting involved, we are not what? We are not very ready. So unless we get involved, we will be delaying the coming of Jesus very soon, isn't it? So if we want Christ to come very soon, then we must wake up from our deep slumber and get involved. Nitasoma mafungu mawili asubuhi ya leo ili niweze kuleta vitabu mbele yetu. Tuombe. Baba mtakatifu, zungumza nasi kupitia kwa njia ya vitabu, kwa jina lake Yesu tumeomba na kuamini. Kitabu cha Amos. Kitabu cha Amos sura ya 8 na mstari wake ni wa 11 na 12. Amos chapter number 8 and verses number 11 and 12. Inasemaje? Behold, the days come. The days come. Saith the Lord God. Says the Lord God. That I will send a famine in the that land. I will send famine. Not a famine of bread. Not a famine of bread. Nor a thirst for water. Nor a thirst for water. But of hearing the words of the but Lord. Of hearing the words of who? The Lord. Of who? The Lord. The Lord.
And they shall wander from sea to sea. And they shall wander from sea to sea. And from the north to the east. And from the north to the east. They shall run to and fro. They shall run to and fro. To seek the word of the Lord. To seek the word of the Lord. And they shall not find it. But they will find it. They will not. But they will find it. But they will not find it. Yes. Mefika 12. Yes. Verse 13. Verse 13. Verse 13. In that day. On that day. Shall the fair virgins and the young men shall be thirst. The fair virgins and the young men thirst. They that swear by the sin of Samaria, and they say, thy God. Hata ukiwachia hapa, wapendwa, neno la Bwana linasema kwa lugha ambayo ni ya kueleweka sawa sawa kwamba the days are coming. Siku sinafanya nini? Sinakuja. Asema nani? Asema nani? Asema yeye mwenyewe ambaye ni Bwana wa majeshi, kwamba siku hizo zijabo yeye mwenyewe ataleta nini? Ataleta njaa. Lakini anasema kwamba hiyo njaa ambayo ataileta yeye mwenyewe si njaa ya kula mkate, wala si kiu cha kunywa nini iwa abana ba Nyasaye ama tukongo cyare ekere njara rache tari enjara y'obukima, tari enjara y'endagera, tari erango ya match. Yes, you will be having plenty in your houses, but you are hungry. Nabogo tuare endagera nyumba lakini enjara ko ntokieke nabogo tuara amache, nabogo tuara chibesa chokogora lakini erango ne njara ekorete ntokieke. Lo, behold, the days are coming. Ekere njara yeringa lya Nyasaye egochera abantu ba Nyasaye. And this, the Lord is saying that nerebe kokora ntokieke, nero kokora ntokieke, nero koyereta. Before those days comes, friends, you need to equip yourself very well. Ekiage kia ichore ne chinyongo chiao chichore ekere nchare gocha nerango etoka no korendo kiek obwate kere nchare gocha to basa koranga. And therefore, friends, we have brought those books here so that you can prepare yourself for those days which the Lord is saying that he himself is going to send famine to the whole world. If you cannot be prepared now, those days are coming. Bagotebanga noriye nominyoke kurwa na gochia na kurwa na gochia oriye ngakie yubi korega ndokieke bibore. So mandali kuna muda wa kula na kunywa. Fanya hivyo lini? Sasa. Fanya hivyo sasa. Kitabu cha Ezekiel mlango wake ni wa 47, fungu lake ni la 12. Ezekiel chapter number 47 and verses number 12. And by the rivers, upon the bank thereof, upon the banks thereof, on this side and on that side, on this side and on the other side, shall grow all trees for meat, for meal, or for meat, whose leaves shall not fade, whose leaves shall not fail, neither shall the fruits thereof be consumed. Neither shall the fruits thereof shall be consumed. It shall bring forth new fruits according to its months. It shall bring new
fruits according to each new month. because their waters they issued out of the sanctuary. Because their waters is issued from the sanctuary. And the fruit thereof shall be for meat. And the fruits thereof shall be for Meat. meat. And the leaf thereof for medicine. And the leaves thereof for gesonge kinega kongu mukeweti na bamanyete nga mweti gesonge ngogo nsomera seke gusi abantu baiwe gentonda yatokwana. I want to speak something from that verse. Yego tebanga sichinga guchonsi chioro choruo emete nemera roro yechinjira irenga. Chinjira irenga. Have you reached there? No murabu. No murabu. Yego tebanga sichinga guchonsi chioro choruo emete yechinjira irenga. Yechinjira irenga. Yes. You are not here. Irenga ne amaroro. Chinjera ao. Emete yo ne hokorento kieke. Hokorento kieke. Tarie ye kwa mama tunda. Eye koriewa. Can you read in Nekegusi? Ase chinga guchioro choruo. Chinse mo chonsi vere. Emete yebisaku ao. Ekwa mama tunde kuriewa na ekoregento kiege. Nemelaroro. You know, I want just to pick the beginning, the fresh that begins and the fresh that ends. Ayekeregati yatako na ukebugati. Yego tebanga ase chinga guchioro choruo emete yebisaku birenga. Ebisaku birenga. Ao ne amaroro. Emete yo igera amegento kiege. Amatunda agakoragento kiege akoriewa. Amatunda yemete yo nabegento kiege. Inse bono. Inse. Amatunda yemete yo nabegento kiege. Akoba mariogo. Akobe ndagira. And the fruits will be food, and their leaves shall be medicine. Yes, that's what the Bible says. Inga matunda yemete yo abegento kieke endagira. Iko yate banga ase chinga guchonsi kegusi unadore kegusima. Ching emete yebisa kubyonsi nemera roro. Emete yo ige kwa magento kieke amatunda. Na matunda ayuga koragento kieke iga koriewa. Ekiagera matunda ayuga koriewa na arendagera. Ekiagera matunda ayuga koriewa na arogento kieke endagera. Bone meteyo eye kwa mama tunda ekoragento kieke eliegwe. Ekera matunda abeire endagera na mataye abegento kieke eliogo. Amina. God has given humanity. Nyasaye igaete mwanya bantu chinjera chingiya naende chiaboronge chiokorwaria amarwaire onsi ayarararia asemebere yabo. Naende Nyasaye igaete mwanya bantu chindagera chingiya chiekene mwanya bantu abwanete koria chibegento kieke endagera. And he has said that fruits will be what? Food. And the leaves will be medicine. Iwe Nyasaye. Kwa hivyo Mungu haja yake kubwa sana ni kwamba anahitaji wanadamu wawe na vyakula smart, vyakula sawa, vya kukula, na pia wanadamu wawe na afya njema. Mungu hataki watu wake wawe ni watu wa kugonjeka ovyo. Ikiga nama etengi kire kiasi riogo na nikire kiasi gento kieke asendagera. Na kiako garate banga emete yonsi ne kore gento kieke ne amaro. Muna bona tiganda bori asomuweka n'abantu ba mairi mbili. Kobe. Ba Millenium mumbi ya mure.
antu Millenium mumbu ya mure emete na ina chire ngoma ete chikwa mama tunda mwana ko yarora barenga bakoria matunda bune ndagera. How many are eating fruits as food? Barenga bakoria matunda bune ryogo mogo eteri bosaigo gosebono nganaki amatunda mogo eteria, yani matunda tali ta gente kanane obokima na gendo kiege ne kiangori na bintu binde, lakini amatunda ogokora gendo kiege ogweteria muntu takwemego kurwaga ende kiraji gukora matunda oka taiyo, lakini God is saying nga matunda obaira bakora gento kiege abe bune ndagera nemete abe buna gento kiege. I'm not promoting hyperists. Njitinda ta ngamo ando kuri yeme to kuru azaba nyita be kienyeji, lakini nyasago te bange amato abe gento kiege amata yuna ro chingini na ro fetches and the likes, isn't it? Kuna bora tiganda babweka nda babori asumo weka no abange na muri nsa na bagaka umwane kera ruwa rumo nunga imoko moira ngaimoko moira inya gitar moko moira ngaimoko moira oro sana ngi moji gorioro sana ikonya sana o mana wote banga matuna beriogo now kuna kitabu hapa kinaitwa Foods That Heal. Foods that, ukiangalia kitabu hiki hakika nje tu inakuonyesha kwamba ni hayo ambayo Ezekieli amesema kwamba na Mungu ametoa matunda yawe vyakula. Kitabu hiki nje yake kinaonyesha tu aina zote za matunda ya kila aina ambayo Mungu amebeana kwa mwanadamu. Na kitabu hiki kinasema kwamba before there were drugs there was nature. Before there were drugs there was, kabla madawa ya umbwe katika ulimwengu huu, Mungu aliumba nature iwe nini? Dawa. Mungu aliumba nature iwe nini? Kwa hivyo ikiwa tunataka afya njema, lazima turudi kwa maumbile yake Mwenyezi Mungu. Jinsi amesema kwamba kando ya kila mto, kando ya mto huo nimeyaweka miti ya kila aina yote imeayo nini? Matunda. Na matunda hayo yatakuwa nini? Chakula. Na matawi hiyo miti itakuwa nini? Go back to nature. Rudini katika kula jinsi ambavyo Mungu alivyoamuru. Hata ukirudi katika kitabu cha Mwanzo 1:29, hivyo ndivyo inavyosema kwamba Mungu amempa mwanadamu all herbs that bear fruits and all grains. They will be food for who? For who? For animals. For man. Kitabu hiki ni kitabu kidogo sana, lakini ukipata haka kitabu, wapendwa, uenda hata hautaenda kumwona daktari hovyo kwa sababu ya magonjwa. Kitabu cha pili ni Plants That Heal. Miti hile ambayo ni dawa. Nayo inasema kwamba before there were drugs there was nature. Ile ambayo Ezekieli amefanya nini? Amesema before there were drugs there was nature. Sasa wakina mama na wakina baba wanasema kwamba you are what you eat, isn't it? You are what, wewe huko kile ambacho unafanya nini? Unakula. Ukila chakula pora, ukila chakula smart, ukila chakula ambacho ni cha afya, utakuwa na nini? Na afya. Huyu mwandishi
ameandika, how do you call recipes in Kiswahili? Recipes. Kuna walimu wa Kiswahili hapa ndani. Ule mwenye alikuwa na translate, sasa translate that one. 250 recipes for healing and the prevention of diseases. Amesema kwamba huyu ndani ya kitabu hiki ameandika aina ya chakula ambacho utatengeneza, iwe breakfast, iwe lunch, iwe supper, 250 ambazo ukikula aina ya hizo chakula hizo zitakuwa ni za kukinga madawa na kutibu nini? Magonjwa. Zitakuwa ni za kukinga magonjwa na kutibu nini? Magonjwa. 250 recipes. Yaani kitambo utakula 250 recipes, hata ugonjwa ambao ulikuja umefanya nini? Umeisha. Jana juzi nimezungumzia sana juu ya watoto wapendwa. Wale ambao mko hapa Jumanne, nimesoma kitabu cha Isaiah chapter number 54 and verses number 13. Inasema kwamba, and all your sons shall be taught by the Lord, and great will be the peace of your children. And all your sons will be taught of the Lord, and great will be the peace of thy children. Ngatebanga emechi yaito yabeire meseke na abana amone kwerende asengenju abana baito tibaratwara umusingi omuyegoro ya Nyasaye. Sijaona watu wa Millenium ambao wanachangamkia watoto wao. Sijaona. Yaani hivi ni kwamba nyinyi hamtaki amani katika nyumba zenu. Hivi ni kwamba nyinyi hamtaki amani katika watoto wenu. Hivi ni kwamba nyinyi hamtaki mpate utulivu. Lakini kama hamtaki, je, tutawarasimisha mnunue vitabu za watoto? Mprati kime jini na wakorendo kieki. Nago tuwara emechano. Kukutana na neema ya Mungu. Hiki ni kitabu cha Kiswahili, lakini ni kitabu cha maombi kila siku na kila siku. It's a devotional book, lakini ni kitabu cha Kiswahili kinasema kukutana na neema ya Mungu. Kitabu cha Isaiah chapter number 65 and verse number 24 inasema kwamba itakuwa kabla hawajaniita na kabla hawajasema nitafanya nini? Nitasikia na kufanya nini? Na kujibu. Isaiah chapter number 65 and verse number 24. Itakuwa kabla hawajaniita nitasikia, na itakuwa kabla hawajanena nitajibu. So fanya maombi katika nyumba yako kuwa nguzo ya maana sana. Nguzo nambari 1 katika familia zenu. Na ni katika kumuita huo Mungu ataweza kushuka chini. Na hata kabla hujamuita, before you kneel down, God will hear your cries and God will answer your prayers. Victory in surrender. Ushindi katika unyenyekevu. Ushindi katika kunyenyekea. Nilizungumzia kitabu hiki kimepaki kimoja pale mesani. Lakini zaidi ya yote kuna kitabu mpya nimeleta jana, kinaitwa Stories Jesus Told by Ellen G. White. Hivi ni kwa nini watu wabaya wanakuwa kanisani? Mbona wasengenyaji wanakuwa kanisani? Mbona wajawi wamo kanisani? Mbona walevi? Jana tumesoma katika idara ya vijana kwamba 30% of our youths in this church ni walevi. Lakini amfanye nini? Amjui. Huko nyumbani watoto wengi wako ni walevi, lakini ufanye nini? Ujui. Ni kwa nini Mungu anaruhusu watu wabaya wawe kanisani? Why does God allow unconverted people in our churches? Ndani ya hiki kitabu utapata nini? Jibu. Siri ya ushindi na mafanikio katika biashara yako. Jipatie amani moyoni mwako. Hiki kitabu
Ningelijua kuna kijana ambaye anataka kujua mambo ya mapenzi, jinsi ambavyo yanabadilika. Ukianza uchumba wako, mapenzi inakuwa ni kama spark yako glued. But the more you keep on moving, the more guru inaendelea kufanya nini? Inaendelea kutoka. Na hata familia, mlipoanza, jinsi mlivyoanza maisha yenu ya ndoa katika nyumba zenu, wakati ule mlipoanza, mume alikuwa analisha mume na kichiko kwenda kwa mdomo, na mume naye anafanya nini? Anarudisha. Those days when you started, mlikuwa mnalishana, mnawekeana kwenda kwa mdomo. What happened siku hizi ya mlishani? Ni nini ilikuwa mkawaje hiyo? Ama mliona hiyo ni upuzi? Ama mlifika mkaona kwamba hii oyo kwanza mswati onyarebe no oyo ningo oyo muntu onyarebe. Love seasons. Ikiwa kuna mtu kijana anataka kujua hiyo hali ya mapenzi, jinsi ambavyo inabadilika kabla hujaingia katika ndoa na hata uingie katika ndoa, ndivyo utajua kwamba ulipoingia katika ndoa mume alikuwa anakuja saa 12, lakini sasa mumepata watoto ameanza kuja saa 3 usiku, wakati watoto wamefanya nini? Wamelala. Hataki story mingi. Wana na binti za mfalme na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Hivi wacha niulize swali na muniwe radhi kwa kuuliza hilo swali. Hapa ndani ya kambi la Millenium, ni nani Mungu ajabariki yeye ainue mkono tuone? Ni nani Mungu ajabariki? Yeye atasema kwamba kwa hakika mimi Mungu ajafanya nini? Nani ajabarikiwa? Nimesema watu wainue mkono jinsi nimeinua. Nani ajabarikiwa? Wangapi Mungu amebariki? Wangapi Mungu amebariki? Angarau hata ile mibaraka kidogo sana. So hivyo ni kusema kwamba sisi sote ni matajiri wa nani? Wa Mungu. Matajiri wa Mungu. Sasa hebu niseme hivi. Tusimame. All of us tusimame. Zote tusimame. Unajua leo ni siku ya 4, ni siku ya 5 ya makambi, lakini tena nataka nitoe habari njema kwamba tangu tulipoingia hapa Jumatatu, watu wa Millenium ambao wameenda kule mesani kununua vitabu, idadi ya watu angalau hata kuchukua kitabu kimoja ni watu 9. Watu 9. Sijui the membership ya Millenium, lakini watu 9 ndio wameenda wapi? Kwa mesa. Na kutoka kanisa la Kali jana walikuwa vibaya sana, lakini jana unajua wamefanya maajabu ya Mungu. Watu wa Kali walikuwa mmoja jana, lakini kufikia leo asubuhi wako watu 5. Bwana asifiwe. So naomba, nani amekaa? Anayekaa ni mgonjwa. Lakini si ulitoka kwako ukafika hapa. Sasa umetoka kwako umefika hapa umekuwa mgonjwa. Tutaombea huo ugonjwa uzidi kuwepo kama utasimama. Jinsi ambavyo tumesimama kule katika mesa ya vitabu, kuna secretary. Mimi nitasimama hapa nione nani atakaa. Tuende kwa mesa ya vitabu. Wewe uko kwa mesa ya vitabu, atakwambia ni pay ya hizi vitabu. Kindly usikae. Tuende hivi kwa mesa ya vitabu. Ile vitabu hivyali. Mimi nitasidi kuongea kutoka hapa. Tuende kwa mesa ya vitabu. Leo waimbaji tulisikizana kwamba zile dakika zangu nimekuwa nikiwapa tangu Jumatatu mpaka leo mlikuwa mnasitoa zote 30 minutes. Mlikuwa mnasitoa zote hapa. Basi nataka kuongea kitu.
Mwadventista msabato bila kuwa na kitabu ni kazi bure. Lakini hata kama unacho, nunua kwa ajili ya mwenzako. Mungu anaona mfukoni kwako kuna 1000, kuna 2000, kuna shilingi 500. Hata kama unacho, nunua ukagawie mtu katika jina la Yesu. Wale wenye pesa Yesu anaiona. Unajua unayo pesa, uende kununua kitabu, itapotea kabla saa 6 leo mchana. Nenda kwa ajili ya kununua kitabu. Wale wenye pesa na Mungu anawaona mliosimama, nenda kanunue kitabu. Mungu awabariki mnao kwenda. Bila shaka mtanunua vitabu